Kuna mtu anaanza kutoa sifa hapa, anasema Bobo amekuwa kama kaka kwangu na tumejuana toka miaka mingi iliyopita kabla hata hajawa CEO. Yani huyu jamaa alikuwa anampa sifa sana huyo Bobo. Mara mtu akajitupa kutoka gorofani, ndo watu wakaanza kushangaa pale nini kimetokea, na wengine kwenda kumtoa huyo mtu. Alikuwa ni Bobo, yani birthday boy amefariki katika siku yake ya kuzaliwa. Inahuzunisha na kushangaza hii. Yani kwa nini aweze kujitupa kutoka gorofani? Tutajua tu huko mbele ya safari. Hii movie inaitwa The Part, inapatikana Netflix, ina episodi 3 tu na mimi nikachili. Sasa watu wakaanza kumtoa pale Bobo kutoka kwenye maji na wasijue nini kimetokea, yani kila mtu alikuwa amepagawa. Na baada ya muda kidogo polisi wakawa wamefika pale kuja kuchunguza baada ya kile kitendo kutokea. Na baada ya kufika wakatoa tangazo kuwa hakuna mtu kutoka wala kuingia katika jumba hilo kwa sababu wanataka kuweza kufanya uchunguzi. Wakawaita watu wote sehemu moja na kuanza kusema, tunajua kumetokea kifo cha kustajabisha hapa na protocol zetu ninyi wote ni mashahidi. Watu wakaanza kuguna. Askari wa kike akasema, yani hampo chini ya ulinzi, ila tunataka tu ushirikiano wenu na pia simu zenu zote tunataka kuangalia video zote mlizo rekodi kutoka kwenye party, sawa? Na uchunguzi ukaanza rasmi. Akauangalia mwili wa marehemu kisha kauliza, nyie ndio mliotoa mwili kutoka kwenye pool? Jamaa wa masigara akasema, ndio, tumeingia kwenye pool na kumtoa. Akauliza tena, je, alizama? Hapana, haikuchukua muda mwingi tulimtoa. Na je, alikuwa amelewa? Ndio, hii ni sherehe, lazima alewe. Sawa, nitafanya vipimo vya damu kwa marehemu. Kwa hiyo alikuwa amesukumwa au kuanguka mwenyewe? Oga, Bobo hakuwa nasi alipokuwa ameanguka. Askari akauliza, kwa hiyo alikuwa wapi? Masigara akaangalia juu tu, wote wakafata. Kwa hiyo alianguka kutoka kule. Sasa baada ya kuingia ndani, wakaanza kumhoji mmoja baada ya mwingine. Wa kwanza akasema kila kitu kilikuwa kizuri baina ya vijana bila shaka, si mpaka yule mwanamke aingie. Mwingine akasema ukweli ni kwamba tulikuwa tunafanya mengi pamoja, ila ukweli ni kwamba baadhi ya mambo yao hayakuwa kwa ajili yangu. Siwezi danganya, tulikuwepo kwa ajili ya kila mmoja wetu mwaka huo, tulikuwa kama ndugu. Mwingine naye akasema wakati huo ilikuwa furaha sana na nilikuwa kwanza kufunga ndoa na hakuna kitu kilichobadilika sana. Lakini kuhusu Bobo, mara alipomuoa Motunlayo kila kitu kilibadilika. Akaanza kumfundisha vitu, alimbadilisha sana. Akasema Motunlayo hakumfundisha ujinga, yule bitch ni mjinga. Huyu mwingine naye akasema ilikuwa zaidi, yani alitengeneza mipaka kwake, yani yule jamaa alikuwa anaishi kama mtumwa. Rafiki mwingine pia alisema tangu Bobo alipooa sikuenda tena nyumbani kwake, yani nikienda nyumbani kwake na mkeo ataongea na mimi kama nyumbani kwangu sina chakula nimeenda kwake kula. Mamake na Bobo alipofika akasema yule mwanamke ni mchawi, yani ni mchawi, na hakuna mtu yoyote ambaye ataniambia nimuelewe kuwa yule mwanamke sio mchawi. Kabla ya kuolewa alikuwa anakuja kunitembelea mimi na mume wangu, ataenda jikoni na kupika hadi kusafisha. Baba Bobo akadakia ndio, yani ndio, na muda tu tulipotoa mahali kila kitu kikawa mwisho, yani mpaka uhusiano wetu na mwenetu akakata. Mama naye akasema yani ikawa ndio tatizo la mimi kuonana na kijana wangu, yani nikitaka nionane naye niweke appointment kumuona kijana wangu pekee, yani yule mwanamke ni mchawi. Upande wa Chidi ndiye akawa peke yake anamtetea Tunlayo na akasema kuwa Tunlayo hakuwa mtu mbaya, alikuwa tu mtu mwenye msimamo. Yani baadhi ya vijana kama Martin walikuwa kinufaika na Bobo kama vimelea. Kamanda akasema haya sawa, tumeshasikia kila kitu kutoka kwa Bobo na mke wake, sasa tuambie nini kilitokea usiku. Chidi akasema tulikuwa tunasherehekea tu birthday ya Bobo, ila ghafla tu tukaona mtu amejitupa. Mama yake Bobo yeye akasema haikuwa tu ghafla, yani yule mwanamke alimsukuma mwanangu na kupelekea kufa, yani nabii amedhibitisha hilo. Huyu mama alikuwa na imani sana. Askari akauliza nabii, kwa hiyo huyo nabii aliona kuwa mkeo ndio alimsukuma kutoka juu? Babake Bobo akapanika akamuuliza kamanda mkuu, anaongea upuuzi gani huyu? Kila mtu aliona Tunlayo ndio alikuwa mtu ambaye hakuwepo pale ambapo Bobo alianguka kwenye pool. Vipi huyu askari ajui kazi yake nini? Kamanda yeye akasema chief, tafadhali kaa chini. Askari wa kike naye akauliza kuna yeyote kati yenu ambaye aliona kuwa Tunlayo ndio alimsukuma? Yani nini hasa mlichokiona? Au kuna yeyote kwenu anamjua mtu mwingine yeyote ambaye anaweza kuwa ndio mtu ambaye aliyomuua Bobo? Mamake Bobo akawa analia pale, yani anasema kwa nini mnamtafuta muuaji mwingine wakati yupo pale? Yani yule mwanamke ndio muuaji wa mwanangu, kamuua mwanangu. Askari akasema madam, najua umechanganyikiwa sana, naelewa kila kitu, ile tafadhali naomba kila mtu aweze kufikiria vizuri. Baba Bobo akasema mimi simjui mtu, yani simjui yoyote. Kisha akamuuliza mkewe, je, wewe unamfahamu mtu yoyote? Mkewe pia akasema mimi pia simjui mtu yoyote. Na tunatafuta nini wakati tushamjua muuaji ni nani? Yani ni huyu msichana na tunatakiwa tuweze kumkamata. Kisha akamuuliza askari wa kike, kwani wewe umeolewa? Askari akasema ndio. Babake Bobo yeye akamwambia kamanda mkuu, yani watu mliowaleta hapa hawajui chochote, na huyo mzee mwingine anasema hakuwepo kabisa kwenye party. Askari akamuuliza kwa nini ukwepo? Akaanza kuongea Kiyoruba pale. Polisi akasema English please. Akasema nilikuwa na vitu vya msingi vya kufanya na siwezi kwenda kwenye party za watoto, lakini ulikuwa kwenye balkoni yako, kila kitu kilichokuwa kinaendelea chini ulikiona. Akauliza kwani unao ni kosa? Askari wa kiume akauliza kama ulikuwa na vitu vingi vya msingi vya kufanya, sasa kwa nini ulikuwa kwenye balkoni yako? Oga,
nilisikia makelele ndo nikaenda nje kuangalia nini kilikuwa kinaendelea. Askari wa kike akasema, yani onekane kama mtu aliyeumia baada ya kusikia kifo cha Bobo. Akamwangalia na kusema, kwani hiyo nao ni kosa? Ulikuwa wapi kipindi Bobo alipofariki? Akasema, nilikuwa nyumbani kwangu. Askari akasema, kwa hiyo unataka tuamini kuwa kipindi Bobo alipoanguka na watu wote walipoanza kupiga kelele, wewe ulikuwa tu ndani ya nyumba yako? Mzee akaanza kuongea Kiyoruba tena, akaambiwa English please. Akasema, yani hapo kafa mtu mmoja tu, ila ninyi mnafanya kama jamii nzima imefariki. Yani mimi sijali kama mnaniamini au la, ninachojua nimewajibu maswali yenu yote mlioniuliza. Askari akasema, hivi unajua kama kuna mtu amefariki wewe? Akacheka kisha akamwambia, ofisa, nani hatokufa? Sisi sote hapa tutakufa. Huyu naye akasema, nilimwona kienda juu na rafiki yake. Nilijua nyie ni marafiki. Akasema, ni marafiki sasa, naongelea kuhusu rafiki yake wa kazini. Na rafiki yake wa kazini muda wa kujua ukafika. Akasema, hapana, haikuwa hivyo. Bobo aliniomba tukazungumze. Askari akasema, mlikuwa mnaongea nini na Bobo? Amekuwa manager director wa kampuni yetu, akaniita niweze kumpa idea kwa namna gani anaweza kuisimamia kampuni. Akaulizwa tena, mlikuwa mnaongelea wapi? Akasema, tulikuwa huku juu. Kwa hiyo nini kiliendelea baada ya hapo? Tulivyojadili kidogo, Bobo akasema ni muda kurudi kwenye pati, na tulivyokuwa tunarudi kitu cha ajabu kilitokea. Akasema rafiki yake alikuja na kutaka kuzungumza naye muda ule ule. John ukafika muda wake pia. Akasema, nilikuwa tu nataka kumwishi happy birthday, kulikuwa na watu wengi chini wakimsubiri kumwishi, kwa hiyo ndo nikaamua kuja kumtafuta juu nianze mimi. Ila rafiki yake kazini akasema, hapana, inaonekana kama kulikuwa na kitu cha ajabu, maana nilikuwa kwenye lift, majibizano yao nilikuwa nayasikia na yalikuwa kwa sauti kubwa, na inaonekana walikuwa nabishana kwa kitu ambacho kipo serious sana. Askari wa kike kauliza, hivyo tu? Akasema, sijui, ila walikuwa nabishana sana kama walikuwa wanagombana kwa ajili ya kitu fulani hivi. Ila John yeye akasema, hapana, ilikuwa tu ni sauti ya kumpa hongera, mnajua sisi ni marafiki. Wakamwangalia tu. Kamanda akamuuliza, ulisema kuwa alielewa vibaya, alizani shauku yako ni ugomvi? Ndiyo, hakuna kingine kilichotokea usiku huo, ila nafikiri tunatakiwa kuzingatia sana kilichotokea asubuhi. Kisha akasema, asubuhi tulivyokuwa tunafanya maandalizi ya pati, alikuja Alhaji pamoja na binti yake na kusema kuwa Bobo amemtia mimba binti yake, na alikuwa na hasira sana mpaka akataka kumchoma na chupa na kusema kuwa atamfanyia kitu kibaya. Alhaji sasa alivyoulizwa akasema, mnataka kusema nini? Mimi sio muuaji. Askari akasema, uliahidi kuwa utaenda kumuua Bobo na mwisho wa siku akafariki. Kisha akamwambia, tuambie tu ukweli. Sijamuua Bobo na sikusema kama nitamuua Bobo. Askari wa kike akasema, lakini tuna ushahidi, watu walikuona na kusikia ulivyokuwa unasema hivyo. Oga madam, kwa hiyo nataka kusema mtu akimwambia nitakuua na akifa ndo nahusika, ni aina ushahidi gani huo? Haya, nataka kukuua wewe sasa hivi na nimekuambia mbele kila mtu. Madam, hiyo sio staili yangu. Kamanda kauliza, kwa hiyo Alhaji, una staili zako za kuua mtu sio? Jamani, ni watu mbona mnataka kunipa kesi jamani? Ila ukweli ni huu, kipindi ambapo Bobo anakufa mimi nilikuwa nyumbani kwangu, simple and clear. Na tutaamini vipi kama wewe hujamuua Bobo? Samani anti, huyu jamaa ana matatizo kusikia. Ukafika sasa muda wa mke wake na Bobo. Tunlayo akasema, sijamuua mume wangu. Etima akasema, umegundua kuwa mumeo kampa mimba binti mwingine na baada ya masaa kupita mumeo amefariki. Kamanda akamuuliza Etima, unaongea nini? Kisha akamfuata Tunlayo na kumuuliza, Tunlayo, umemtupa mumeo kwenye balkoni na kupelekea kifo chake. Tunlayo akasema, kwa nini? Na naanzaje? Yani nawezaje kufanya hivyo? Kwa sababu umegundua kuwa amempa mimba msichana mwingine. Tunlayo akasema, mume wangu sio wa kwanza kumpa mimba msichana mdogo, na hapo hapo pia hawezi kuwa ndo wa mwisho kufanya hivyo. Habiba akasema kuwa hiyo haimaanishi kuwa huwezi kumuua. Tulayo akasema, mnakosea, yule mwanamke hakuwa wa kwanza, Onyie ndo alikuwa wa kwanza. Kamanda akauliza, Onyie ni nani? Akajibu, ni Mrs. Ibe, yani mke wa John Paul, na nishoe kumfuata aachane na mume wangu. Onyinyi alivyofika akasema, ndiyo, nilikuwa mbali na mume wake, yani baada ya kunitisha tu nikakaa mbali na mume wake. Subiri, alikutisha? Onyinyi alicheka kisha akasema, ndiyo saa, alinitishia maisha yangu. Upande wa Tulayo akasema, yani amewambia kuwa nitaka kumuua yeye. Etime akasema, usiwazi alichotuambia, tuambie nini hasa kilitokea usiku. Na kamanda akadakia hapo hapo, kila mtu alikuona umesimama kwenye balkoni aliyoanguka Bobo. Akamuuliza, kwa nini ulikuwa kwenye balkoni? Tulayo akasema, ilikuwa bahati mbaya. Kamanda akadakia, kwa hiyo ulipofika tu ndo Bobo alikuwa ameanguka? Yani Tulayo nafikiri sisi ni wajinga. Askari wa kike akasema, Tulayo, ushahidi wote umekuangukia wewe, maana ulikuwepo kwenye balkoni kipindi Bobo anaanguka. Sijui nini nataka niwaambie, ila sijamuua mume wangu.
Sasa mahojiano na Onyinyi ukaanza tena upya, akasema Martin aliniambia John Paul ni mzuri, vyote vilikuwa ukweli, ila tatizo ni kupata muda mzuri kitandani. Kila muda anaponishika nahisi kama namchukia. Na kwa nini ulikubali kuolewa naye? Simchukii mume wangu, nachukia tu tunapofanya naye mapenzi. Kamanda akauliza kuna utofauti gani hapo? Akasema nilikuwa na wish John afanye mapenzi na mimi kama mwanaume wa kweli anavyofanya. Kamanda akauliza ilikuwaje? Akawa anawaza jinsi alivyokuwa anafanya na Bobo na vitu vyote vya ajabu alivyokuwa anafanya, ila hapa Kamanda na kijana wake wakawa wanafikiria mbali sana, sijui hata walikuwa wanawaza nini huko, mimi sihusiki nako kabisa. Habiba akauliza kwa hiyo uliacha kuonana na Bobo baada ya mkewe kukutishia? Akasema ndiyo, niliacha. Tunulayo na mimi tupo sawa, nilikaa mbali na mume wake na akatunza siri yangu, kila mtu yupo na furaha. Etimi yeye akauliza kwani mumeo alikuwa juu kama uliwahi lala na Bobo? Hapana. Una uhakika? Angejua angekuwa ameshanikabili, sivyo? Mrs. Bile, unaweza kuondoka sasa, ila hutakiwi kuondoka katika huu mji mpaka uchunguzi utakapokamilika. Sasa wakiwa wamekaa na kujadili kuhusu watu waliokuwa wakiwahoji, Dr. Ahmed ambaye anaofanyia uchunguzi mwili wa Bobo alipiga simu na kusema mwili wake umegundulika kuwa ulikuwa na sumu nyingi sana, na nafikiri hiko ndicho kilichopelekea mpaka kufariki kwake, na maafisa akaamua kumshukuru pale kwa taarifa hiyo. Kamanda akasema niliwaambia ninyi yule mwanamke amemuua mumewe, ila hamkuniamini. Habiba akasema sio kisa Tunulayo ni mfamasia ndio akaweza kufanya hivyo, hatuwezi tu kwenda kwenye hitimisho. Kamanda yeye akasema naona hii kesi inachukua hisia zako sana. Habiba akasema saa hiyo sio kweli. Ni ukweli, na sisi sote tunajua kwa kuhusu kesi yako, tunajua kuwa ulisingiziwa kesi ya kumuua mume wako, ila haimaanishi kuwa Tunulayo naye tunamsingizia. Yeye amefanya ukweli, amemuua mume wake, na nataka uache kufikiria mambo ya ajabu na ufanye kazi yako. Nafikiri umenielewa. Etimi akasema kwa hiyo tunamuita Tunulayo kwa ajili ya mahojiano zaidi, si ndio? Na Tunulayo alipofika, Etimi akasema nilipofika chumbani kwako hapo mwanzo nikaona jagi lilikuwa na red wine pembezoni ya kitanda. Tunulayo akasema mume wangu hunywa kila siku usiku glasi ya wine, humfanya awe sawa. Akauliza huwa anasumbuliwa na nini? Ana shida ya moyo, ni glasi moja humfanya aweze kulala vizuri. Kamanda akasema tunajua umempa sumu mume wako. Mume wangu amepewa sumu? Tunajua umefanya hivyo kwa sababu ulijua kuwa amempa mimba binti mdogo, na tunajua pia kama akifa wewe ndio utatakiwa kurithi mali zake zote. Etimi akadakia ulimpa sumu ukitegemea akienda kulala atakufa huko huko, lakini hukutegemea kama atakiwahi na kunywa kipindi ambacho kila mtu alikuwa kimshangilia. Ni upuuzi gani huo? Nani mwingine ambaye anaweza kurithi mali zake? Mimi ni mke wake, sitakiwi kumuua kwa ajili ya pesa. Kama ningetaka mali ningemwambia mwanasheria wangu anipambanie kuhusu taraka. Kamanda akasema Tunulayo, kubali, hatuchezi hapa, sawa? Kubali, usinipandishia sauti mimi. Kama unahisi nimemuua basi nikamate. Etimi akasema relax, sawa Tunulayo, na saa mshusha tempa, nikamate, mahakama itakuja kujua ukweli wote kuwa sihusiki, na usinipandishie sauti mimi kama hao wahalifu wako kamwe. Mnaona nilivyoambia, huyu ni muuaji, ni muuaji. Habiba akasema Tunulayo, mfanyakazi wako wa ndani? Sina mfanyakazi wa ndani mimi. Habiba akawaangalia wenzake na kuuliza alikuwa ni nani yule? Kamanda akasema ni mfanyakazi wa mama yake na Bobo, ni msichana kutoka kijijini huko ambaye alikuwa akiishi nasi na kutusaidia kazi. Habiba akasema kwa hiyo tunaweza kumzungumzia, sio? Sasa alisema alikuona unaenda katika chumba cha kujisomea baada ya mume wako kuanguka kwenye pool. Etimi akadakia ulikuwa unaangalia nini? Tunulayo akasema sitaongea tena kitu chochote hadi mwanasheria wangu akiwepo. Mwanasheria? Ni kweli alikuona ukienda chumba cha kujisomea? Etimi akamwambia Tunulayo, Tunulayo tafadhali tusaidie na sisi tutakusaidia. Kamanda akatoa pingu kumaanisha kuwa Tunulayo yupo chini ya ulinzi kwa tuhuma za kumuua mume wake. Na hapa ndio mwisho wa episodi ya pili. Je, ni kweli Tunulayo kamuua mume wake? Na ukweli utakuja kuufahamu katika episodi ya 3 ambayo ni episodi ya mwisho. Na niambie kwenye comment wewe unahisi ni nani ambaye anahusika kwa mauaji ya Bobo, na kama hujasubscribe basi hakikisha unafanya hivyo ili uwe wa kwanza kupata sehemu inayofuata. Mimi ni Kachiri, chao.